Tunakuja na sehemu ya pili ya hiyo mada ambayo inaitwa how to overcome fear. Namna gani sasa ya kupambana na hiyo uoga wako. Manake unaweza ukawa na uoga alafu usijue namna ya kutoka kwenye huo uoga. Na kila mtu ana uoga wa kitu fulani. Hata hapa mimi nikiangalia kila mtu ana uoga wake fulani. Mchungaji mwenyewe hapa ana uoga. Kama ngoja mchungaji anawaza sadaka Jumapili itakuwaje? Watumishi waumini usipokuja itakuwaje? Kuna mwingine anawaza siku ile ya nani itakuwaje? Kuna mawazo mengi sana, lakini ninachotaka kuambia ili uweze kukabiliana na woga, jambo la kwanza lazima ufike mahali utafakari. Mpaka hapo umefika, kuna baraka nyingi Mungu amekujalia. Hivi kati yenu kuna mtu alishawahi kukaa chini na kuhesabu zile baraka zake? Kwamba Mungu amekubariki vitu vingapi? Wazungu wanasema count your blessing. Kabla hujaangalia matatizo. Baka shida iko hivi. Akili yako unakoielekeza ndio na moyo wako nao unaelekea huko. Unaenda huko. Kwenye kitabu cha Luka sura ngapi wanasema pale hazina yako ilipo na moyo wako ndio unakukua. Yaani pesa yako iliko na moyo wako nao unakuwa huko. Sasa hofu yako iliko pia na moyo wako nao unaenda wapi? Unaenda huko. Sasa ili utoke kwenye kukabiliana na hiyo hali ya kuwa na woga na hofu na wasiwasi, hebu fika mahali count your blessing. Mungu amekubariki vitu vingi. Kwa mfano kuamsha tu asubuhi uko salama leo ni baraka, unajua Lakini tangu kwa mfano Jamila na Odo nyewe mmeanza Januari kazi mpaka leo, hivi hamna vitu Mungu amewabariki kweli? Vipo kusema kweli. Mmeshawahi kuvihesabu viko vingapi? Jana nilikuwa nahesabu. Wewe umefikisha ngapi Odo? Kama 5. Haya Jamila? Nikiwa na landoa lakini. Unaona Mimi bado sijakaa. Unatakiwa ukae chini useme, hivi Januari mpaka saa hizi Mungu ameniongezea vitu vingapi ambavyo mwaka jana sikuwa navyo. Hata kama una matatizo lukuki, lakini count your blessing. Hiyo ni muhimu sana. Hesabu nini? Baraka zako. Ili ujaribu kulinganisha hizi baraka nilizonazo na hofu nilionayo, ipi inaizidi mwenzake, automatically baraka zitapanda. Kwa sababu si kitu hukuwa nayo mwaka jana, mwaka huu nayo ina maana inakupa moyo. That's number 1. Count your blessing. Number 2, unapokutana na hofu ya namna yoyote ile, hali kwa mbaya na nini wanasema take time out. Yaani kama hofu iko ndani ya studio, toka hapa nenda hata upande wa pili wa barabara. Unajua akili ina tabia moja. Mahali ambako kuna changamoto nyingi sana, ile eneo inakuwa kama imezungukwa na hiyo changamoto. Ukitoka pale ukaenda upande wa pili, automatically unajisaulisha na nini? Na ile changamoto. Kwa hiyo nenda mbali na chanzo cha hiyo hofu au uoga wako, kwa sababu uoga ni psychology, unajua iko kwenye mawazo yako. Jambo ambalo kwa sababu si ni mawazo, unajua uoga sio kwamba kuna mtu amekushikia bunduki. Kuna mtu anakudai, anakutishia, si ndio? Baba mwenye nyumba, kodi ya nyumba hujalipa. Hofu. Jana kulikuwa na hatari ya kuwa na Gen Z. Hofu. Si kweli Nikapando za dagaa. Ma petrol station yakafungwa, maduka yamefungwa, watu wakajipigilia ndani, wako ndani. Kwa ajili ya nini? Ya ule uoga. Si kweli jana asubuhi mlikuwa mnaogopa sana? Hata si hatujana. Asubuhi watu walikuwa wanaogopa sana jana. Mchana wakawa wanaogopa sana. Jioni wakawa wanaogopa sana mpaka leo asubuhi. Je, Gen Z walifanya chochote? Sasa umekubali kwamba vitu vingine tunavyoviogopa pengine vinaweza hata usikutane navyo kwenye maisha yako. Sasa ili uweze kukabiliana nayo, ndio hiyo wanasema take time out. Lakini jambo lingine pale unapokuwa umejaa tension, vuta pumzi namna hii. Naona inakusaidia nini? Inakusaidia kwa normal. Unashusha pressure. Jambo ambalo sio kila mtu anaweza kufanya. Wanasema face your fear. Mvae shetani. Unadaiwa na mtu Jamila, mpigie simu, wewe uko wapi? Niko nyumbani bwana, nakuja hapo nyumbani. Una hela, una nini wala jambo lolote. Ongea naye. Bwana samahani nimekuja, najua unadai. Kabla hajakufuata. Akikufuata si anahisi unakimbia. Mfuate nyumbani. Face your nini? Your fear. Yaani nasema pambana na huo uoga. Nenda, tembea kifua mbele, ongea naye, mpange namna gani ya kufanya nini? Ya kuangalia namna mnalipane haya madeni yenu. Mimi kwa mfano bankers wanadai, at one time walifika mahala pa kuandika hii nyumba inauzwa ya kwangu kabisa, lakini sikuwahi kukimbia. Nilikutana nao
Ikakaa nao chini, wakasema afadhali hata umekuja, maana tulikuwa tunahisi kama ungeweza kukimbia. Sasa unakimbia wakati hati uko benki, una akili kweli? Hapana. Usikimbie. Vae shetani wako. Jambo lingine wanasema do not panic. Usichanganyikiwe. Usipanic, kwa sababu ukipanic kinachotokea nini? Kinachotokea ni kwamba focus inapotea. Umeshakutana na mazingira yote ambayo umechanganyikiwa. Unaweza kupanga kitu chochote kwenye kuchanganyikiwa? You cannot have a focus while you are panic. Usipanic, yani tulia, angalia mazingira. Na rais mmoja wa Amerika, nafikiri ni wakati wa vita vya civil war kule kwao, kama na Abraham Lincoln, nafikiri kama nilisoma historia yake vizuri. Anasema watu walikuwa wanaandamana mtaani. Maandamano makubwa sana, yani vurugu. Sasa msaidizi wake akamfuata pale rais alipokuwa. Akakuta rais anaandika vitu vyake, anafanya, anakunywa kahawa, anaendelea. Yule jamaa mbele msaidizi akasema, Mheshimiwa Rais, mbona kama tunaona wewe unaona kama hamna kitu kinachoendelea, umeona dirishani kinachoendelea? Akasema yeye nimeona. Akasema mbona kama tunaona yani kama haikuhusu kabisa? Akasema hapana, wale wanaoandamana wanafanya sehemu yao, mimi kama rais nafanya sehemu yangu. Nikichanganyikiwa mimi, Amerika yote itakuwa imechanganyikiwa. Kwa hiyo ni bora mimi nitulie, wao wakimaliza maandamano watafanya nini? Watarudi manyumbani. Bahati nzuri nchi za wenzetu maandamano yana ustaarabu. Mnaandamana na mnalindwa na jeshi. Mkimaliza maandamano mmesema mambo yenu yote yale. Mkimaliza mnaenda wapi? Mnaenda nyumbani. Mnakumbuka Rais Uhuru Kenyatta wakati hayati Raila Odinga alivyoenda kujiapisha, akasema acheni, akalindwa kabisa vizuri, akachukua na Biblia akaapa, alipomaliza akarudi nyumbani, akajaenda Ikulu. Kenyatta akasema, kwani kuna ubaya gani mtu akaapa akimaliza anaenda nyumbani kwake, sio Ikulu? Mbona iko sawa tu? You see, hiyo inaitwa do not panic. Kenyatta angepanic, angekimbizana na wanajeshi na nini kumdhibiti yule, lakini akasema mwacheni tufanye nini? Tuangalie mpaka mwisho. Akimaliza anarudi zake nyumbani, kuna ugomvi. Rais anabaki kwa nani? Kwa yule moja. Si ndio? Do not panic. Hata Yesu alitoa mfano mmoja, akasema mwenye shamba alipanda mbegu zake njema. Lakini wakati alipolala usiku, adui akaja akapanda magugu. Ngano zikaota, lakini na magugu nayo yakaota. Wafanyakazi wakamwambia, Bwana, umepanda mbegu ile njema, lakini adui nafikiri usiku alikuja akapanda magugu yameota. Je, unataka tuyang'oe? Akawaambia, la hasha. Yaacheni yote yakue. Wakati wa mavuno tutafanya nini? Tutazichambua. Kwa mtu wa kila kawaida anaweza sielewe alikuwa anamaanisha nini Yesu kwenye ule msomo wake. Kwamba ikitokea tatizo, wewe usipaniki, angalia kwanza ile tatizo inataka kwenda wapi. Kumbe kuna saa tatizo imekuja inataka kupita zake tu, lakini imepitia kwako. Sasa wewe unakuta umechanganyikiwa, inakuacha kama uko frustrated. Kumbe ungetulia, hujapanic, tatizo linaweza likaja, likafanya nini? Likapita. Ni kama wachungaji wanapotoaga mapepo. Unajua pepo unakuta anatolewa kwa mtu anayegaragara, anayerukaruka na nini. Kuna watu wametulia. Mimi kuna mahali mnacheka Pepo kutulia anatoka kweli? Ngoja. Kuna mahali mimi nilimsifu dada moja siku moja. Zile za mchungaji. Dada ameenda pale, akasema naona kuna mtu mgeni amekuja na ana changamoto huyu. Lazima ni mapepo. Sasa tunataka tuone utukufu wa Mungu hapa. Yes. Mchungaji hapa najua anaangalia kwa jitu fulani. Mchungaji tulia, mimi mic iko kwangu kwa sasa hivi, tulia. Akaanza suraje zile za wananiza watumishi. Mpiga hapo kwenye koo. Akampiga. Yule dada akamwambia, samahani, unataka nianguke? Usio lazima unipige ndio nianguke. Wewe niambie kama unataka mimi nianguke. Nitafanya nini? Odo alijiangusha pia. Odo lazima angerukaruka juu. Kupunguzia kazi, alijiangusha. Mchungaji akamwambiaje? Akamwambia basi aishe. Akamwambia basi aishe. Unaona Kwa hiyo sio kama nawasema wachungaji kwa maana mbaya. Naomba msinielewe vibaya. Baadhi yao. Lakini hata huyu pepo mwenyewe ukitulia ujapani, pepo mwenyewe anatafakari huyu sio kumwingia. Mnaelewa? Kwa hiyo pepo anaingia mtu ambaye ana wenge. Unaona sio watu wenye wenge. Akigusu tu Amfresha mtumishi. Sijajua kama anafanya nini. Lakini kwa vyovyote vile kutulia kuna umuhimu sana kwenye nini? Kwenye kukabiliana na uoga. Kwa sababu kwa nini unaangalia wote wanaotolewa mapepo ni watu wa namna fulani? Why?
Sisi hapa ina nani? Unaona eh? Ina mtoto. Why, yani kwa nini? Kwa nini? Tangu enzi za Biblia mchungaji ni nafikiri wafalme wachache sana kama wapo walioingiwa na pepo. Wachache mno. Pengine mchungaji atatuambia. Mfalme Sulemani. Hata Sulemani hajaguswa. Sulemani aliguswa kweli? Hajaguswa. Sasa Sulemani alikuwa na mademu wangapi unakumbuka? Hapana. Wengi. Ila wengi. Wandoa 700, michepuko 300. Jumla buku. Na pepo wa kuingia. Masuria sio michepuko au nani? Masuria ni michepuko, yani Google kwenye nani utaona tu ni mwanamke ambaye hajaolewa lakini anatembea na mume wa mtu, si ndivyo? Michepuko 300. Leo ndo unakuta mume wake ana mchepuko mmoja kelele mtaa mzima. Kamoja tu. Mwamba alikuwa nao 300. Na ni jambo la kimari. Kimaandiko au Jamila wao anakosea? Maandiko matakatifu. Jamila kwa tasemani. Maandiko matakatifu mnabisha, mchungaji unabisha? Yeye alikosea, alifanya vile kukosea. Iko kwenye angekosea isinge kwenye Biblia. Haya. Lakini kitu kingine wanasema usijifanye wewe ni perfect. Unadaiwa alafu unaongea kifua mbele, kujiamini sawa, lakini sasa unataka tena kunini? Unaleta ujeuri. Hapana, don't try. Sawa eh? Jambo lingine wanasema angalia afya yako. Wakati una changamoto kubwa labda ni madeni ni nini na nini, usiende ukaongeza vile kuna vitu vinaitwa nini kama Red Bull inafanya nini kwa mwili? Ina boost stimulus. Inakuchangamsha. Ukinywa pombe inakupoteza mambo yako. Au kuvuta bangi inakupa steam ya muda. Usijaribu, don't try. Bangi, sigara, kahawa, unapunguza matatizo, hayahamagi matatizo yako pale. Kwa hiyo usiongeze kitu chochote cha kuku activate. Haya. Kingine wasema sometimes jipongeze mwenyewe wakati una changamoto kubwa sana. Si umehesabu baraka zako? Kwani zile baraka zitoshe kujifanya kujipongeza? Baraka zile hazitoshi? Natosha, jipongeze kwa staili gani? Nenda kapige masaji labda kwa mfano. Nenda jogging. Nenda soma kitabu fulani. Nenda hata kanisani. Yaani mtafute rafiki yako ambaye ni mtu ambaye wa karibu na wewe. Muongee, talk. Matatizo yana nini? Yanahama kwanza zile changamoto. Angalia hata movie, tamthilia. Inakusaidia kunini? Kutoa kwenye lile wenge la kama ni madeni, kama ni whatever it is.